Hi, shalom everybody. Kwa majina naitwa Apostle Elijah Mtishi. Niko hapa kukuletea siri nzito katika ulimwengu wa roho, na karibu pia katika kipindi chetu pendwa cha Zijue Siri za Ufalme. Na siku ya leo ninakuja kukuletea siri ya ufalme ambayo itahakikisha imebadilisha maisha yako na wokovu wako hautabaki wa kawaida tena. Siku ya jana tuligusia habari ya kutafuta siku ya unyakuo, na tukagusia maandiko, tukagusia mistari. Nikakuonyesha kwamba siku ya unyakuo itakuwa tarehe 17 mwezi wa pili kulingana na maandiko jinsi alivyoongea. Na siku ya leo ninaenda kukuletea sahihi ambayo Yesu atakuja kulinyakua kanisa, kwa sababu Yesu aliongea siri nzito kwenye kitabu cha Mathayo ile sura ya 24 na ule mstari wa 36, akisema ya kwamba walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuae, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba peke yake. Maneno ya Yesu yalibezi kwenye vitu viwili, yalibezi kwenye siku na yalibezi kwenye saa. Kuna vitu viwili ambavyo Yesu alivisisitiza. Alisema walakini habari ya siku ile hakuna mtu ajuaye wala saa. Kwa ina maana kanisa tumepewa assignment na Bwana wetu Yesu Kristo kuhakikisha tunatafuta ni siku gani ambayo unyakuo wa Bwana wetu unaenda kutendeka, lakini sio siku tu, bali pia na ni saa ipi ambayo Bwana anakuja kulinyakua kanisa. Lakini maandiko anasema wale waliojaliwa kuzijua siri za ufalme, Mungu anawajulisha siri hizi. Na moja ya kitu ambacho jana niliwafunulia ni siku ambayo Bwana atakuja kulinyakua kanisa. Tukaona itakuwa ni tarehe 17 mwezi wa pili. Lakini siku ya leo ninaenda kukufunulia saa ambayo Yesu atashuka kulinyakua kanisa. Ninaomba unisikilize kwa makini na Mungu atakubariki sana. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 25 kuanzia mstari wa kwanza pale, kuna habari inaongelea habari ya wanawali 5 wenye hekima na 5 wapumbavu. Na hii habari nitaisoma kidogo, lakini zaidi ninaelekea kwenye kukufunulia ni saa ipi ambayo Yesu atakuja kulinyakua kanisa. Kumbuka siku ya leo hatudili na siku, tunadili na saa ipi ya unyakuo, na Bwana ameshanifunulia hii saa, na ninaamini maisha yako hayatabaki kama ya kawaida. Ukisoma kitabu cha Mathayo 25 kuanzia mstari wa kwanza, anasema hivi: ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao wasitwae na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele, haya, bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatatutosha sisi na ninyi. Afadhali shikeni njia mwende kwao wauzao mkajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, mlango ukafungwa. Alafu wakaja wale wanawali wengine wakasema, Bwana, Bwana, utufungulie. Akajibu akasema, amini nawaambia, siwajui ninyi. Basi kesheni, kwa sababu hamwijui siku wala saa. Unaona msisitizo, na kwenye hii Mathayo 25 inarudia tena kwenye neno kesheni, kwa kuwa hamwijui siku wala saa. Jana nimekufunulia siku, na leo ninaenda kukufunulia saa. Hii habari ya wanawali 5 ni habari ya kanisa. Ni aina 2 za makanisa. Kumbuka wanawali 5 ni huduma 5 za kanisa. Lakini kwenye hizi huduma 5 Yesu anajaribu kuongelea kuna kanisa ambalo lina hekima, kutafuta kujua
siri gani za ufalme wa mbinguni, na kuna aina ya kanisa ambalo haliko tayari kujishughulisha, kujifunza, kujua ni nini kinachoenda kutokea kwenye maisha yao. Kwa hiyo kukaa kwako kiolela sio solution ya kwamba Yesu akija atakuhurumia, bali unatakiwa ujifunze, unatakiwa ujue neno la Kristo, unatakiwa utafute madhabahu sahihi ambayo inahubiri neno la Kristo kwa ajili ya kujihakikishia usalama wako wa kiroho, ili kusudi Bwana anavyorudi uweze kumlaki. Kuna kitu ambacho Bwana ameongea hapa, anasema kwenye ule mstari wa 6, anasema lakini usiku wa manane pakawa na kelele, haya bwana harusi tokeni mwende kumlaki. Kumbuka hawa wanawali watano wenye hekima na upumbavu, Biblia inasema walimsubiria Bwana na Bwana akakawia. Biblia inasema wote wakalala, lakini ilivyofika usiku wa manane Bwana akaja. Kwa ina maana Yesu atarudi saa ya usiku. Yesu atarudi saa ya usiku. Lakini usiku huu ulioongelewa hapa sio usiku wa kimwili, na saa hii inayoongelewa hapa ambayo Yesu amekuwa anasisitiza, anasema kwa kuwa mwijui siku wala saa, siku wala saa. Hii saa sio saa yako ya ukutani, bali ni saa ya kiroho. Na usiku ulioongelewa hapa ya kwamba ilipofika usiku wa manane kelele zikapigwa na bwana harusi akaja na watu wakatoka kwenda kumlaki. Usiku unaongelewa hapa sio usiku wa kimwili, bali ni usiku wa kiroho. Kumbuka kuna mara Yesu alisema maneno ninayowaambia ni roho. Kwa hiyo neno lolote ambalo Yesu alilitamka ndani ya Biblia, aidha aliliongea kama mifano au aliliongea direct, ujue neno hilo halina maana kimwili, bali limebeba maana kiroho. Tukirudi kwa habari, kwa hiyo hapa tunatafuta majira. Tukirudi kwa habari ya kutafuta majira, tunarudi kwenye kitabu cha Watesalonike. Watesalonike wa kwanza. Ukisoma kwenye kitabu cha Watesalonike wa kwanza, shakatalabadesh, sura ya 5 mstari wa kwanza na wa pili. Tutaruka, tutaenda na 4. Watesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa kwanza na wa pili. Maandiko yanasema hivi: lakini ndugu, kwa habari ya nyakati na majira hamna haja niwaandikie. Kumbuka hapa Paulo anajaribu kufunua maneno ya Bwana aliyosema hatujui siku wala hatujui saa. Na tunaona Yesu anatoa mfano wa wanawali watano wenye hekima na wanawali watano wapumbavu, na Yesu anatusaidia kuanza kutufunulia saa. Anasema ilipofika usiku wa manane bwana harusi akaja. Kwa ina maana Yesu alishafunulia kanisa anakuja saa ngapi, lakini kanisa ndilo halitaki kuelewa yale maneno ambayo Yesu alishayaweka wazi. Kwa Yesu anafunua sehemu ya kwanza ya saa ambayo atakuja, anaonyesha wazi kabisa ya kwamba atarudi usiku wa manane. Na nikakwambia usiku unaongelewa mahali hapa sio usiku wa kimwili, bali ni usiku wa kiroho. Sasa Paulo anajaribu kutufunulia kwa habari ya majira na nyakati. Anasema hivi: lakini ndugu, kwa habari ya nyakati na majira hamna haja niwaandikie, maana ninyi wenyewe mnajua yakini ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwizi ajavyo usiku. Naona hilo neno. Paulo anasema mnajua kabisa, kwa sababu Bwana alishanena ya kwamba siku ya Bwana itakuja kama mwizi ajavyo usiku. Lakini angalia mstari wa 4, anasema bali ninyi ndugu hammo gizani, hata siku ile iwapate kama mwizi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema bali sisi hatumo gizani, hata siku ile itupate kama mwizi. Kwa hiyo Yesu alishasema hatujui siku wala hatujui saa, lakini Yesu huyo alitufunulia ya kwamba atarudi usiku wa manane. Na Paulo akasema kwa habari ya majira na nyakati hamna haja niwaandikie, kwa kuna watu ambao tumepewa neema ya kuyafunua hayo majira na kuzifunua hizo nyakati za ujio wa unyakuo kwa ajili ya kanisa. Na siku ya leo ninaenda kukufunulia si saa ambayo Yesu anaenda kulinyakua kanisa. Tukirudi kwenye Biblia, ni mahali gani ambako Bwana ameongelea habari za nyakati na habari za majira? Tutagundua ni kwenye kitabu cha Mwanzo. Ukisoma kitabu cha Mwanzo
kala balakata basata. Ukisoma kitabu cha Mwanzo, sura ya kwanza mstari wa 14. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 14 mpaka wa 16. Hapa Mungu anaongelea habari ya majira na nyakati. Kumbuka Paulo alisema kwa habari ya majira na nyakati sina haja niwaandikie. Sasa tunaanza kutafuta hayo majira na hizo nyakati. Tunarudi mpaka kwenye kitabu cha Mwanzo ambapo Mungu alianza na majira na nyakati. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 14 na 14 mpaka 16, maandiko yanasema Mungu akasema, na iwe mianga katika anga la mbingu ili itenge kati ya mchana na usiku, nayo iwe dalili na majira na siku na miaka. Tena ndiyo mianga katika anga la mbingu itie nuru juu ya nchi. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mianga miwili mikubwa, ule mkubwa utawale mchana na ule mdogo utawale usiku. Akafanya na nyota pia. Sasa kumbuka, tunatafuta majira, tunatafuta nyakati ili kusudi tujue ni saa ipi ambayo Yesu atarudi. Na Yesu akatupatia sehemu ya kwanza ya ufunuo ya kwamba atarudi usiku. Bwana Yesu asifiwe. Na Paulo akasema kwa habari ya Yesu kurudi haitatujia sisi kama wao ambavyo waliambiwa. Sisi tumepewa neema ya kuzijua siri za nyakati hizi. Ndio maana tunarudi kwenye kitabu cha Mwanzo kujua ni nini Mungu aliweka kwenye majira na nyakati tangu mwanzo wa ulimwengu. Ukisoma kwenye hii habari ya Mwanzo, maandiko anasema Mungu alitengeneza mianga miwili. Anasema na iwe mianga katika anga la mbingu ili itenge mchana na usiku. Kwa hiyo hii mianga miwili kazi yake kubwa ya kwanza ni kutenga mchana na kutenga usiku. Anasema itenge mchana na usiku. Anasema nayo iwe ndiyo dalili na majira na siku na miaka. Anasema na kazi ya pili ya hiyo mianga iweze kuonekana kama dalili, iweze kuonekana kama siku, iweze kuonekana kama miaka. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko anasema ikawa hivyo. Alafu mstari wa 16 maandiko anasema Mungu akafanya mianga miwili, akaufanya mkubwa utawale mchana na akaufanya mdogo utawale usiku. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma vizuri habari hizi za mianga utagundua Mungu aliumba jua na aliumba mwezi. Ukisikia neno mianga usichanganyikiwe, maana yake ni mwanga, sababu ni miwili, imeitwa mianga. Ukisoma Biblia ya Kiingereza inasema lights, ina maana two lights, sun and the moon, yani jua na mwezi. Na akasema jua litawale mchana na akasema mwezi utawale usiku. Sasa kumbuka, tunatafuta usiku ambao Yesu atarudi, na kitu ambacho kitatusaidia ni hii mianga miwili ambao Mungu amesema itakuwa ndio dalili ya majira. Kumbuka, tunatafuta majira ya Yesu atarudi saa ngapi kulinyakua kanisa, na vitu viwili alivyoviweka viwe dalili ya majira ni jua na ni mwezi. Tukianza na mwanga mkubwa ambao ni jua, Bwana Yesu asifiwe. Jua limepewa kutawala mchana, na tukisema mchana tunamaanisha kuanzia saa 12 alfajiri mpaka saa 12 jioni, na mpaka saa 12 jioni. Bwana Yesu asifiwe. Na tukisema mwezi umepewa kutawala kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 12 alfajiri. Ndio kazi ya hiyo mianga miwili. Ina maana kila mwanga umepewa kutawala masaa 12. Jua litawale masaa 12 alfajiri mpaka jioni, na mwezi utawale masaa 12 jioni mpaka alfajiri. Bwana Yesu asifiwe. Tukianza na jua. Jua ni nini? Kiroho. Kumbuka Yesu alisema maneno ninayowaambia ni roho tena ni uzima. Kwa hiyo neno lolote tunaloliona kwenye Biblia haliko kimwili bali liko kiroho. Sasa kama kila neno ambalo liko kwenye maandiko liko kiroho, ina maana jua linaloongelewa mahali hapo
sio jua la kimwili, bali inaongelewa jua la kiroho. Sasa swali, tunaanza na mwanga mkubwa wa kwanza uliopewa kutawala masaa 12 ambao unaitwa jua. Jua kiroho ni nini? Jua kiroho ni Yesu. Narudia tena, jua kiroho ni Yesu. Kivipi? Ukisoma kitabu cha Mathayo, kitabu cha Mathayo sura ya 17, kitabu cha Mathayo sura ya 17 mstari wa kwanza na wa pili, maandiko yanaongelea siri nzito sana. Mathayo 17 mstari wa kwanza na wa pili, maandiko yanasema, na baada ya siku 6 Yesu akawatoa Petro na Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Mstari wa pili, akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua. Naomba kalile neno. Biblia inasema akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Yesu anawapeleka juu ya mlima mrefu, na maana anaenda kuwapa ufunuo. Na wao walikuwa wanamjua Yesu kama mwanadamu, ila Yesu anajifunua kwao kama jua. Kumbuka, kuna mianga miwili. Tunaanza kufunua mwanga wa kwanza ambao unaitwa jua. Kwa Yesu anajifunua kwao, uso wake unakuwa kama jua. Ukisoma habari za Yohana kwenye kitabu cha Ufunuo, wakati Yesu amemtokea, amejifunua kwake, Yohana alivyomwona Yesu na jinsi alivyomwelezea Yesu ilikuwa hivi. Ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 14 mpaka 16, Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 14 mpaka 16, Yohana anatokewa na Yesu, na hivi ndivyo alivyokuwa anamwelezea Yesu. Anasema, kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe kama theluji, na macho yake kama mwali wa moto, na miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana, kana kwamba imesafishwa katika tanuru, na sauti yake kama sauti ya maji mengi. Naye alikuwa na nyota 7 katika mkono wake wa kuume, na upanga mkali wenye makali kuwili ukitoka katika kinywa chake, na uso wake kama jua liking'aa kwa nguvu zake. Sehemu ya pili, Yohana anamwona Yesu, na jinsi Yohana anamfunua Yesu, anasema na uso wake kama jua liking'aa kwa nguvu zake. Kwa hiyo kumbe, jua kiroho ni Yesu. Kiroho Yesu ni jua. Utanielewa? Utanielewa kidogo. Ukisoma habari za Marko, kitabu cha Marko 15, kitabu cha Marko 15 mstari wa 33 mpaka 34, tutaluka tutaenda na 37. Marko sura ya 15 mstari wa 33 mpaka 34, alafu tutaluka tutaenda 37. Maandiko anasema hivi, na ilipokuwa saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Na saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu, Eloi Eloi lama sabakthani, maana yake Mungu wangu, mbona umeniacha? 37. Naye Yesu akatoa sauti, akakata roho. Kumbuka nimesema Yesu ni jua. Sasa hawa watu walimkamata Yesu wasijue Yesu ni jua, wakamsulubisha msalabani. Kumbuka walikamata kiroho, walikamata jua, wakalisulubisha msalabani. Kwa kuwa jua lilikuwa limesulubishwa, maandiko anasema saa 6 mchana palikuwa na giza. Why? Jua limesulubishwa. Anasema na ilipokuwa saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Watu ambao mnaelewa mazingira na mmekuwa na mnajielewa, naweza mkaelewa neno hili ya kwamba jua linaloanza saa 6 mchana mpaka saa 9 linakuwa ni jua kali sana. Lakini kwa kuwa jua hilo lilikuwa limesulubishwa msalabani, maandiko anasema palikuwa na giza. Badala ya mwanga tunaoona mchana, kulikuwa kuna giza kila eneo. Why? Kwa sababu mwanga uliotakiwa utoe ule mwanga ambao huo mwanga ni jua, na hilo jua ni Yesu, lilikuwa limesulubishwa msalabani. Kwa tunaona mistari karibia 3 kibiblia ina prove na kuonyesha
jua ambalo Mungu aliliagiza kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 ya kwamba litoe mwanga masaa 12. Ilo jua ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna kitu ambacho hapa nataka tuendelee kujifunza. Sasa Yesu akaja kwenye Agano Jipya. Kumbuka, Yesu anajijua yeye ni jua. Akaja kwenye Agano Jipya akaongea neno hili, akasema hivi. Ukisoma kitabu cha Yohana 11:9, maandiko anasema, kitabu cha Yohana 11:9, maandiko anasema, Yesu akajibu, je, saa za mchana si 12? Ina maana Yesu alikuwa anajua masaa yake ya kutawala ulimwenguni. Anasema, je, saa za mchana si 12? Anasema mtu akienda mchana ajikwai, kwa sababu aliona nuru ya ulimwengu. Alikuwa akijiongelea yeye ya kwamba amepewa masaa ya kutawala ulimwenguni. Kumbuka, tunatafuta saa ya kurudi. Tumeanza na jua. Anasema anasema saa za mchana si 12, akimaanisha kwamba saa zake za kuangaza ulimwenguni ni 12. Na anasema mtu akienda mchana ajikwai, kwa sababu aiona nuru ya ulimwengu, akimaanisha kwamba yeye ndiye nuru ya ulimwengu. Na yeye ni nuru ya ulimwengu kwa sababu yeye ndiye jua lililopewa kazi na Mungu kwenye kitabu cha Mwanzo kutawala masaa 12 ya mchana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaanza kujua kwamba kumbe Yesu alikuwako ulimwenguni tangu saa 12 alfajiri ya ulimwengu. Kumbuka, nimesema saa inayoongelewa kwenye Biblia sio saa yako ya kutani, bali ni saa ya kiroho. Na Yesu amepewa masaa 12 ulimwenguni kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa sasa tunajua kwamba Yesu alikuwako tangu saa 12 alfajiri ya ulimwengu. Kivipi? Ndo pala alikuja akasema ya kwamba halikuwako ulimwenguni, lakini ulimwengu haukumtambua. Why? Nini? Na maana neno linajaribu kumaanisha kwamba Yesu alikuwako tangu saa 12 asubuhi ya ulimwengu, sio ya saa yako, ya ulimwengu. Ila ulimwengu ulishindwa kumtambua. Why? Kwa sababu Yesu alikuwa haji kama yeye, bali alikuwa anakuja kwa mafumbo. Alikuwa anajifunua kwa watu kwa mafumbo, kwa watu akashindwa kumwelewa. Na ukisoma kuna mahala ambapo Biblia imeelezea kabisa jinsi Yesu alivyokuwa anakuja kwa mafumbo, na hiyo mistari ipo kwenye Biblia yako wewe mwenyewe unayenitazama. Ukisoma vizuri kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 20, kitabu cha Mathayo sura ya 20 mstari wa 1 na wa 7. Kumbuka, tunatafuta Yesu alianza kuwepo tangu saa 12 ya alfajiri, na hiyo tangu saa 12 ya alfajiri imeandikwa kwenye Biblia. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 20 mstari wa 1, Mathayo sura ya 20 mstari wa 1 mpaka wa 7, alafu tutaruka tutaenda sura ya 21 mstari wa 33 mpaka 37. Tukianza na Mathayo 20 sura ya 1 mpaka wa 7, maandiko yanasema, kwa maana ufalme wa mbinguni inafanana na mtu mwenye nyumba aliyetoka alfajiri. Kumbuka, Yesu anaanza kutawala saa 12 alfajiri. Sasa hii mifano ya Yesu ambaye alikuwa anaongea kwa mifano, alikuwa anaongea habari za ufalme wa mbinguni, lakini akitumia mafumbo. Petro na wanafunzi wengine wakamfuata, akamwambia, mwalimu, kwa nini unanena na watu kwa mifano? Akawaambia, hao hawajajaliwa kuzijua siri za ufalme, bali ninyi mmejaliwa kuzijua hizo siri. Kwa hiyo mfano wote ambao Yesu aliutoa, huo sio mfano, bali unaongelea habari za uzima wa milele, unaongelea habari za ufalme mbinguni. Na Yesu anaanza kutuletea siri hii ya kwamba alikuwako kabla ya Agano Jipya, alikuwako tangu saa 12 alfajiri asubuhi ya ulimwengu. Anafunua siri hii kwenye Mathayo 20:1 mpaka 7. Anasema hivi, kwa maana ufalme wa mbinguni umefanana na mtu mwenye nyumba aliyetoka alfajiri kwenda kuajiri wakulima awapeleke katika shamba lake la mizabibu. Naye alipokwisha kupatana na wakulima kuwapa kutwa dinari, aliwapeleka katika shamba lake
la mizabibu. Ina maana Yesu, nimekwambia huko nyuma alikuwa akija ulimwenguni, lakini alikuwa anakuja kwa mafumbo. Alikuwa haji kama yeye, ila anakuja kama fumbo, ila ni yeye mwenyewe. Anasema alfajiri Yesu alikuja ulimwenguni, lakini akaweka waajiri, akapatana nao dinari, akawapeleka katika shamba lake la mizabibu. Mstari wa 3, akatoka mnamo saa 3. Kwa ina maana Yesu alianza saa 12 akaenda mpaka saa 3, masaa matatu, na akatoka tena saa 3. Biblia inasema akatoka mnamo saa 3, akaona wengine wamesimama sokoni wasiokuwa na kazi, na hao akawaambia, enendeni nanyi katika shamba langu la mizabibu, na iliyo haki nitawapa. Wakaenda. Akatoka tena mnamo saa 9, saa 6 na saa 9, akafanya vile vile. Hata kama saa 11 akatoka akakuta wengine wamesimama, akawaambia, mbona mmesimama hapa mchana kutwa bila kazi? Wakamwambia, kwa sababu hakuna mtu aliyetuajiri. Akawaambia, enendeni nani katika shamba la mizabibu. Bwana Yesu asifiwe. Sitataka kuelezea sana, kubaki kwenye mistari, lakini unatakiwa uelewe kabisa, huyu mwenye nyumba ni Yesu Kristo. Shamba la mizabibu ni ulimwengu. Ndio maana Biblia inasema alitokea sijui nini na akapanda. Alipopanda yale magugu, si watu akasema, mbona ngano imeota na magugu? Akasema basi tukavune. Bwana akasema hapana, mwache nini, sababu mtaribu ngano na magugu. Halafu kwenye tafsiri ya ile mistari Yesu akasema, ndivyo utakavyokuwa mwisho wa ulimwengu, atatokea malaika kuvuna. Kwa ina maana shamba linawakilisha ulimwengu, mwenye nyumba anawakilisha Yesu. Yesu alipewa mamlaka ya kutawala masaa 12, na tangu saa 12 ya alfajiri Yesu anakuja kwa mafumbo. Alikuwa haji kama yeye, ila alikuwa anakuja kama Hana, anakuja kama Musa, anakuja kama Elia, anakuja kama Yoshua. Hawa ndio hawa waliokuwa amewaajiri kwenye shamba lake la mizabibu. Maandiko anasema saa 12 alfajiri mpaka saa 3 kuna watu waliwaweka, saa 3 mpaka saa 6 kuna watu waliwaweka, saa 6 mpaka saa 9 kuna watu waliwaweka, saa 9 mpaka saa 11 kuna watu waliwaweka. Lakini hao watu waliwaweka wamwakilishe yeye, kwa sababu alikuwa anakuja kupitia wao kwa njia ya mafumbo. Ndio maana ukisoma habari kwenye hii mistari, maandiko anasema hata kama saa 11 akatoka akakuta wengine wamesimama, akawaambia, mbona mmesimama hapa mchana kutwa bila kazi? Wakamwambia, kwa sababu hakuna mtu aliyetuajiri. Akawaambia, enendeni nanyi katika shamba la mizabibu. Ina maana Yesu aliishia kuajiri watu saa 11 jioni. Yesu, narudia tena, aliishia kuajiri watu saa 11 jioni. Sasa twende Mathayo 21 mstari wa 33-37. Mathayo 21:33-37. Maandiko anasema hivi. Anasema, sikilizeni mfano mwingine. Kulikuwa na mtu mwenye nyumba, naye alipanda shamba la mizabibu, akalizungushia ugo, akachimba shimo la shinikizo ndani yake, akajenga mnara, akapangisha wakulima, akasafiri. Wakati wa matunda ulipokuwa karibu, akawatuma watumwa wake kwa wale wakulima wapokee matunda. Wale wakulima wakawakamata watumwa wake, huyu wakampiga, na huyu wakamuua, na huyu wakampiga kwa mawe. Akatuma tena na watumwa wengine wengi kuliko wa kwanza, akawatenda vile vile. Maandiko anasema mwishowe akamtuma mwanawe kwao, akisema, watamsii mwanangu. Lakini wale wakulima walipomwona yule mwana, wakasemezana wao kwa wao, huyu ni mrithi, na tumuue tutwae urithi wake. Maandiko anaongelea siri nzito hapa. Kumbuka kwenye Mathayo 20 Yesu aliishia kutuma watu saa 11 jioni. Ndivyo tulivyosoma, saa 11 jioni ndivyo tulivyosoma. Na Mathayo 21 inaendelea kuelezea siri nzito. Inasema huyu ndugu alikuwa anatuma watumwa wanauawa, anatuma watumwa wanapigwa mawe, anatuma watumwa wanahukumiwa, wanauawa.
wanakejeliwa. Maandiko yanasema, kuna neno linasema mwishowe. Kuna neno linasema mwishowe. Nikisema mwishowe, inamaanisha risala saa 12. Kumbuka Yesu aliishia kuwatuma watu saa 11 jioni. Biblia inasema mwishowe akamtuma mwanawe. Kwa kitendo cha Yesu kuja duniani, kuzaliwa na mwanamke kimwili, ilikuwa ni saa 12 kamili jioni katika ulimwengu wa roho. Najua hujanipata. Kule tumeona Yesu anaishia kuwatuma watu saa 11 jioni, na kwenye 21 maandiko yanasema Mungu alikuwa anatuma watumwa wengi wanauawa, anatuma watumwa wengi wanaopigwa, anatuma watumwa wengi wanaopiga mawe. Maandiko yanasema mwishowe, akimaanisha kwamba kulikuwa kuna risali imebaki na saa 12. Akamtuma Yesu mwanawe, akijua pengine watamstari, lakini wakamkamata wakamuua, sawasawa na Yesu alivyosulubishwa msalabani, wakisema huyu ni mrithi na tumuue tutwae urithi wake. Kwa hiyo Yesu amepewa masaa 12 ya kutawala mchana, lakini kwenye hayo masaa 12 tangu alfajiri halikuwa haji yeye kama yeye, bali alikuwa anakuja kwa mafumbo kupitia watumwa wake alikuwa na watuma. Lakini maandiko yanasema mwishowe, lile risala saa 12, Yesu alikuja mwenyewe. Kumbuka, hii ni risala saa 12 jioni, sio saa 12 ya saa yako, ni ya saa 12 kiroho katika ulimwengu wa roho. Kwa kitendo cha Yesu kuzaliwa na Mariamu, kuzaliwa akauvaa mwili, kiroho ulimwengu ulikuwa umefikia saa 12 kamili jioni, sawasawa na masaa ambayo Yesu alikuwa amepewa kutawala. Masaa mangapi? 12. Kumbuka Yesu ni jua linatawala masaa 12. Kwa kwenye risala mwisho la saa 12, Yesu ndiye alikuja. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ndiye alikuja. Na Yesu alivyokuja akafanya yote aliyoyafanya, na kuna maandiko akasema, yanifaa mimi niondoke, kwa kuwa nisipoondoka yeye huyo msaidizi hatokuja. Ina maana Yesu alikuwa anajua muda wake wa ulimwenguni umeisha. Kumbuka Yesu ni jua. Kama Yesu ni jua, alisema yanipasa niondoke, na jua linatawala masaa 12. Sasa swali, jua likizama ni kitu gani huwa kinaibuka? Ni mwezi. Okay, Yesu anasema yanipasa mimi niondoke. Kumbuka Yesu alikuja risala saa 12. Sasa jua linataka kuzama, Yesu anataka kurudi, muda wake wa kutawala ulimwengu umeisha. Anasema yanipasa mimi niondoke. Anasema nisipoondoka yeye yule msaidizi atokuja. Ina maana kama jua linazama, mwezi unakuja. Kwa hiyo msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni mwezi. Roho Mtakatifu ni mwezi. Jua likizama, mwezi unakuja. Yesu anasema yanipasa niondoke ili huyo msaidizi aje. Yesu ni jua. Jua likizama, mwezi unakuja. Kwa Yesu akiondoka, Roho Mtakatifu anakuja. Kwa ile mianga miwili kwenye kitabu cha Mwanzo iliyoongelewa ya kwamba ile mianga kazi yake itakuwa ni kuangazia ulimwengu, lakini namba 2 ifanyike dalili ya majira ya siku na miaka. Ule mwanga mkubwa ni Yesu, na ule mwanga wa pili ambao ni mwezi ni Roho Mtakatifu. Sasa tunarudi kwenye swali letu ya kwamba Yesu alitufunulia kwamba hatujui siku wala saa, lakini Yesu huyo akatufunulia kwa fumbo ya kwamba atarudi usiku wa manane, akiongelea kwa habari za wanawali wale 10, 5 wapumbavu na 5 wenye hekima, ya kwamba alikaa akamsubiria Yesu akakawia kurudi. Biblia inasema wote wakalala, lakini maandiko yanasema lakini ilipofika usiku wa manane kukawa na kelele, bwana harusi akaja, wakatoka kwenda kumlaki. Na Yesu akasema kesheni basi, kwa maana mwijui siku wala saa. Ila kiukweli alikuwa ameshatufunulia saa ya kwamba anarudi saa ya usiku. Usiku gani? Wa manane. Na nikasema usiku ulioongeleka mahali hapa sio usiku huu wa kimwili,
bali ni usiku wa kiroho. Tukaona kwamba Yesu ni jua. Tangu mwanzo wa ulimwengu ilikuwa ni saa 12 alfajiri mpaka Yesu anazaliwa na Mariamu ilikuwa ni saa 12 tayari kiroho jioni. Kwa hiyo Yesu alitumika kimwili hapa duniani ndani ya lisali moja, na alivyomaliza akasema, yanipasa mimi kuondoka. Jua lilitakiwa lizame ili kusudi mwezi uibuke. Kumbuka, mwezi unaanza kutawala kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 12 alfajiri. Kwa hiyo kama mwezi ni Roho Mtakatifu, ina maana mpaka sasa hivi kiroho ni usiku. Mpaka sasa hivi kiroho ni usiku. Haijalishi unanitizama muda huu ni mchana, haijalishi unanitizama muda huu ni asubuhi, haijalishi unanitizama muda huu sijui ni saa 9 mchana, saa 10 mchana. Nataka nikwambie, katika ulimwengu wa roho ninavyoongea sasa hivi, kama mwezi ni Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu tangu Yesu amepaa kaondoka, Roho Mtakatifu ndiye amepewa utawala wa masaa 12 yaliyobaki. Ina maana sasa hivi kiroho ni usiku. Sasa utanielewa kwa nini Yesu anarudi usiku. Arudi kwenye usiku huu unaoona, ila katika ulimwengu wa roho tayari usiku. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo, kitabu cha Mathayo, soma kwenye kitabu cha Mathayo, kitabu cha Mathayo, kitabu cha Mathayo 14, kitabu cha Mathayo 14. Utaelewa siri hii siku ya leo. Kitabu cha Mathayo 14 23 mpaka 25 ndio namalizia somo langu. Kitabu cha Mathayo sura ya 14 mstari wa 23 mpaka 25. Naomba nisikilize kwa makini. Maandiko yanasema, naye alipokwisha kuaga makutano, alipanda mlimani Faragani kwenda kuomba, na kulipokuwa jioni alikuwako huko peke yake, na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari, wakafadhaika wakisema, ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu alinena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Kwenye huu mstari unaongelea habari ya ujio wa Yesu Kristo, ila katika fumbo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sitaweza kuelezea kila kitu hapa, ila siku nyingine nitaelezea zaidi. Natakiwa ujue bahari ni ulimwengu. Ule mtumbwi au kile chombo alichokuwemo akina Petro ni kanisa. Yesu Kristo kutembea juu ya maji kuwafuata ni ujio wake wa unyakuo. Sasa kuna kitu ambacho Yesu aliongelea mahali hapa. Anasema hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku. Kumbuka, usiku unaongelewa hapa sio wa kimwili. Tumeshajua kabisa ya kwamba kipindi ambacho Yesu alikuwako huko na akaja katika mwili yalikuwa ni masaa ya mchana, na Yesu akaondoka. Ina maana jua lilizama. Tangu Yesu aondoke akaenda mbinguni, Roho Mtakatifu akaja. Ina maana mwezi ulikuja ulimwenguni, hivyo ulimwengu uliingia majira ya usiku. Ndio maana nikakwambia mpaka sasa hivi tunavyoongea katika ulimwengu wa roho ni usiku. Sasa maandiko yanasema hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku. Kuna siri nzito, nisikilize. Hata katika zamu ya 4 ya usiku Yesu akawaendea. Ina maana maandiko ameweka wazi Yesu atarudi kulinyakua kanisa zamu ya 4 ya usiku. Kumbuka alituambia tujui siku wala saa, lakini saa anazifunua mwenyewe, na hizo saa zipo kwenye neno la Mungu. Hizo saa zimewekwa wazi kwenye maandiko, ila inakutegemea wewe umekaa vipi na Roho Mtakatifu kuelewa mafumbo haya. Maandiko anasema hata wakati wa zamu ya 4 Yesu, zamu ya 4 ya usiku Yesu akawaendea. Ina maana saa ya Yesu kurudi ni zamu ya 4. Sasa zamu ya 4 ni ipi? Zamu ya 4 ni hapa.
Kumbuka, mwanga mkubwa ulipewa utawale masaa 12 na mwanga mdogo ulipewa utawale masaa 12. Jua ambao ni Yesu alitawala masaa 12, na ilipofika saa 12 na karibia kuisha, Yesu akaondoka, mwezi ukaja, na huo mwezi ni Roho Mtakatifu. Sasa kwenye masaa 12 tunayagawanya mara 4. 12 ukigawanya mara 4 unapata 4. 12 ukigawanya mara 4 mara 3, 12 ukigawanya mara 3 tunapata 4. Ndio hivyo, 12 ukigawanya mara 3 tunapata 4. Ina maana tunarudi kule kule sasa na Yesu alivyosema, ilivyokuwa alfajiri yule bwana akatoka akawaajiri watu. Ina maana aliwaajiri alfajiri saa 12, saa 1, saa 2. Nimesema nayo mnamo saa 3 akatoka akawaajiri wengine, saa 3, saa 4, saa 6. Nimesema nayo mnamo saa 6 mpaka saa 9 akawaajiri wengine, nayo mnamo saa 10 mpaka saa 11 akawaajiri wengine, akaishia pale. Isara saa 12 akaja mwenyewe. Ina maana yale masaa 12 yaligawanyika mara 4, matatu ya alfajiri, matatu ya asubuhi, matatu ya mchana, na 2 yale ya jioni, na 1 kalimalizia yeye. The same na masaa haya ya Roho Mtakatifu 12 tunayagawanya ndani ya makundi 4. Ina maana saa 1 mpaka saa 2 tunaita zamu ya kwanza. Kumbuka hii ni saa 1 ya usiku. Kumbuka ni saa 1 ya usiku. Tangu Yesu ameondoka, Roho Mtakatifu akaja, tuliingia majira ya usiku. Ina maana saa 1 mpaka saa 3 hizi ni saa za usiku. Ina maana ni zamu ya kwanza. Saa 4 mpaka saa 6 ya usiku, hii ni zamu ya pili. Saa 7 mpaka saa 9 ya usiku, hii ni zamu ya tatu. Saa 10 mpaka saa 12 alfajiri ni zamu ya 4. Ni zamu ya 4. Na maandiko yanasema hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku Yesu akawaendea. Ina maana Yesu anakuja zamu ya 4, zamu ya lisaa la saa 10 mpaka saa 12. Ina maana saa ambayo Yesu anakuja kulinyakua kanisa ni saa 10 mpaka saa 12 ya alfajiri. That's why Yesu anaitwa nyota ya alfajiri. Sasa haya masaa yapo kiroho. Sisemei masaa. Kumbuka nimekuambia usiku tunaongelea hapa sio usiku huu unaoona nje au usiku utakaoingia baadaye, ila ni usiku wa kiroho. Ina maana Yesu alishaongelea wazi ya kwamba hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku Yesu akawaendea. Ina maana Yesu anarudi zamu ya 4. Sasa swali nataka nikuulize, tangu Yesu amepaa, ambaye Yesu ni jua, ina maana alikazama, na Roho Mtakatifu akaja. Ina maana Roho Mtakatifu ni mwezi ukaanza, ilikuwa tayari ni usiku. Sasa tangu Yesu ameondoka mpaka sasa hivi unahisi tuko saa ngapi? Ndio maana taki kuchezea wokovu. Yesu atarudi risala mwisho la alfajiri, ila ili hilo lisaa uweze kulijua, uweze kuto kulichengana nalo, maandiko yameongelea wazi kwenye Mathayo 25. Yameongelea wazi kabisa kwa habari za wanawali 5, wenye hekima 5 na wapumbavu 5. Kilichosababisha wenye hekima walijua ile lisaa kilikuwa ni mafuta. Taa zao hazikuishiwa mafuta. Ina maana kitu pekee kitakachokusaidia, nimekupatia masaa ambayo Yesu atarudi saa 10 mpaka saa 12 kwenye ile zamu ya 4 ya mwisho. Lakini ili ujue kwenye hayo masaa matatu ni lisaa lipi, unahitaji ubaki na mafuta, na hayo mafuta ni habari ya Roho Mtakatifu. Ina maana mahusiano yako mazuri na Roho Mtakatifu ndio lile lisaa Roho Mtakatifu atakupatia ala ya kwamba ni saa 10, ya kwamba ni saa 11, ya kwamba ni saa 12. Kwa hiyo mahusiano yako na Roho Mtakatifu ndio atakaosababisha katika hayo masaa matatu niliyokuambia Yesu atarudi, ujue ni lisaa lipi Bwana. Nimekutafunia mkate na nimekutemea hapa. Ina maana upashwe kosa kujua saa ya unyakuo. Yesu ameongelea wazi, anarudi usiku wa kiroho, na nimekufafanulia na nikakwambia hayo masaa ya zamu ya 4 ni yapi.
ni saa 10 mpaka saa 12 alfajiri, na that's why Yesu anaitwa nyota ya alfajiri, kwa sababu ndio majira ya mapambazuko ambayo atakuja kunyakua kanisa lake ili kusudi ulimwengu uingie majira mapya ya mpinga Kristo. Mungu akubariki sana unanitazama, na kama umebarikiwa hakikisha unashare kwa wengine ili kusudi ujumbe huu uweze kufikia wengi na uweze kuokoa wengi. Ninakupenda. Mungu akubariki sana.